Shalom everybody, wasikilizaji na watazamaji wa Nijue Show. Na wakaribisha mara nyingine tena tukiwaletea season 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama vile mnavyojua, hii ni show ambayo nitakuwa na Dani wa Yesu ambaye ndio convener, na leo niko na yeye kama co-host wake. Anataka leo atuelezee zaidi kuhusu hii Nijue Show. Najua mara nyingi umeangalia kwa mtandao, umeona mambo yanaendelea ya Nijue Show, lakini sasa nataka uelewe zaidi ni nini kinaendelea katika Nijue Show, na matamanio ya mwenye kubeba maono ya Nijue Show ni nini anataka kufanya katika taifa letu la Kenya, na ni nini anataka kuleta katika mtandao wa siku hizi. Bwana asifiwe. So bila kuharibu wakati, wacha nimlete ambaye ndio mgeni wangu leo, Dani wa Yesu, na tutabarikiwa pamoja. Karibu sana Dani wa Yesu. Thank you very much. Okay, ndio vile nimewaambia niko na Dani wa Yesu. Ndio. Mara nyingi mmemwona mitandaoni akifanya mambo yake 1 2 3. Ndio. Na leo yuko hapa. Naam. Dani wa Yesu. Yes. Wasalimia watazamaji pale. Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom watazamaji wetu wa Nijue Show. Kwa majina yangu kama vile mlivyosikia, naitwa Dani wa Yesu na ninamshukuru Mungu kwa kufika katika hii show. Ndio Bwana amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu na nashukuru Mungu. Amen. Dani wa Yesu, nataka leo utuelezee mambo kidogo kidogo. Ndio. Sitaki msikilizaji na mtazamaji wa Nijue Show akiwe kwenye giza kidogo. Nataka tuwalete katika mwangaza kidogo. Naam. Nataka mwanzo tuzungumzie Nijue Show. Naam. Wewe ndio mwanzilishi wa Nijue Show. Ndio. Pengine nikuulize, wewe mwenyewe ndio uliyebeba maono ama ni mtu alikuuzia? Naam. Sasa nikijibu pale mtazamaji, Ndio, ili aweze kufahamu ama aweze kujua Nijue Show kwanza ni nini. ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nijue Show ni kipindi ambacho nililetewa katika maono. Ndio. Na wakati nilipoletewa katika maono, nilijua ya kwamba kila kitu ambacho kinakuja kiko na faida zake na kiko na sababu zake. Ndipo wakati kilikuja katika maono, nikaamua basi huu ni wito mwingine, kama vile mito mingine ambayo huwa iko. So nikasikia huo msukumo, nikaona ni vyema kile ambacho kimekuja acha nikianzishe na niendelee nacho. Labda kule mbele kuna kitu ambacho Mungu anataka tuje tufanye. Ndio. Amen. Na hii Nijue Show, Ndio. Unalenga nini? Okay. Nini unataka kufanya katika hii Nijue Show? Nijue Show kwanza ni show ya walokole, naweza sema hivyo, ama ya watu ambao wameokoka. Amen. Kwa saa hii, labda huko mbele mambo yatabadilika, ikikuwa zaidi ni interview hata viongozi wa nchi yetu ama na watu wengine tu wa heshima. Lakini kwa saa hii inaongea kuhusu maisha ya Ukristo. Mtu aliyeokoka, kujua maisha yake, kujua wokovu wake na kufikia mahali yuko tangia alipookoka, na matarajio ya mtu ni nini baada ya kuokoka na kufikia mahali alipofikia. Ndio lengo langu kuu na ndio maono yangu ya kwamba kupitia katika hii show ya Nijue na kupitia testimonies za watu ikaweze kufikia watu wengi na watu wengi wakaokoke kupitia hii show. Ndio. Na hiyo ni maono mazuri hakika. Na ni kitu kiko na Mungu, kwa sababu vile umeelezea, nimeelewa kwamba unajaribu kuonyesha Ukristo katika mtandao. Ndio pengine yule mtu shetani amemfinyilia sana, hawezi enda kwa ibada. Naam. Ataonea ushuhuda pale kwa mtandao. Kabisa. Amen. Nawe msikilizaji, endelea kutegea Nijue Show. Hapa utaona kuna mtu akona ushuhuda kama ule wako. Naam. Vile kuna shida hivyo, kuna mtu hapa akona ushuhuda kwamba Mungu alimtoa hapo. Ndio. Na utaipata kwa Nijue Show ikiongozwa na Dani wa Yesu. Pengine Dani wa Yesu, na ningeomba utuelezee kidogo. Naam. Dani wa Yesu, sasa out of Nijue Show. Kwa hayo mambo yako yote sasa ninataka kujua
ndani wa Yesu ni nani, anaendeleza nini katika taifa letu la Kenya ni nani, katika mwili wa Kristo ni nani, ibada anafanya wapi, kanisa ni wapi, mtumishi wake ni yupi. Hebu muelezee mtazamaji. Okay, Bwana Yesu asifiwe mtazamaji wangu. Na kwanza naitwa Dani wa Yesu. Dani wa Yesu ni jina ambayo ilikuwa ni ya maajabu. Kwa sababu nikifafanua tu kidogo, Dani wa Yesu ili jina ambalo ni la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Lilikuja baada ya mimi kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa ninaitwa wakati huo nilikuwa ni sijaokoka. Ndio. Na nilikuwa ninaimba nyimbo za kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati nilikuwa ninaimba nyimbo za kidunia nilikuwa ninajiita jina la Tol D. Tol D. Nilikuwa ninajiita hivyo. Sasa D ni Duncan. Okay. Sasa hii Tol kwa sababu kwetu mimi ndio mrefu. Hata mimi. Ndipo sasa nikaamua sasa hii Tol kwa sababu mimi kwetu ndio nilikuwa niko mrefu, nikaamua nikuwe mrefu Duncan. Sasa wakati nilipookoka nikakuja nikabadilisha. Nikatoa ile Tol nikaweka Dan wa Yesu, nikaongeza Yesu huko mbele. Sawa. So Dan wa Yesu ni naweza sema kwamba ni mtumishi wa Mungu. Amen. Kitu ya kwanza. Dan wa Yesu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Amen. Dan wa Yesu yani anafanya tu mambo mengi katika nyumba ya Mungu. Na katika naweza sema aje nitaiweka aje sasa kwa Ukristo ama katika hii himaya ya ulokole. Anafanya tu mambo mengi. Ndani wa Yesu ni mwimbaji, ndani wa Yesu ni mtumishi wa Mungu, minister. Yes. Ndani wa Yesu nitaitamka aje kizungu ya Kiswahili, lakini acha tu niweke vile nitaiweka. Ndani wa Yesu nitaiweka aje? Wacha nitakumbuka tu hapo mbele. Lakini ndani wa Yesu anafanya kazi nyingi katika nini ya Mungu, katika department ya kiungu. Ndio. Ndio. Na kidogo tuelezee kanisa, mtumishi wako. Naam. Kwanza kabisa mahali niko ambapo ninashiriki ni hilo kanisa linaloitwa Jesus Liberation Ministry. Nikiongozwa na mtumishi wa Mungu Bishop Stephen Mulei na mama yetu Reverend Betty. Na huyo mtumishi ndiye alifanya mimi nimjue Kristo. Amen. Kwa sababu kuna wakati nilikuwa ninafanya kazi mahali na yeye pia alikuwa anafanya kazi hizo sehemu. Sasa yeye alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na mimi nilikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za dunia. Sasa wakati alipokuwa anakuja kutembea mara kwa mara mahali ninafanya kazi, tulifahamiana pale. Na akawa anasikiza nyimbo zangu za kidunia. Na baada ya kusikiza nyimbo zangu za kidunia, kwa muda tu akasema, kijana unaimba vizuri. Uko na wito. Sasa mimi nilikuwa sielewi wito ni nini. Akaniambia wewe ukishaokoka unaweza ukaimbia Mungu ama unaweza ukafanya kazi nzuri kwa Mungu. Kwa hivyo ninakusihi kwa sababu mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa nini usibadilike ukawa unaimba kama mimi? Nikamwambia ni sawa lakini nipe muda. Sasa huo muda wakati wake ukafika. Kuna rafiki yangu mmoja akaja akaniambia katika hiyo kanisa, hii kanisa ambayo ninashiriki sasa. Akaniambia kwamba tuko na anniversary tunasherehekea ukuaji wa kanisa. Ulikuwa ni mwaka wa kwanza. Akaniambia twende tu tukasherehekea alafu sasa kumbe Mungu alikuwa amemtuma ili nije nisherehekee na nibaki hapo. Na by the way wakati nilipokuja nikabaki, yeye hakukaa kwa muda mrefu. Aliyenileta hakukaa kwa muda mrefu akatoka. Sasa mimi nikabaki hapo mpaka siku ya leo. Hiyo ni miaka kama ngapi tuseme? Miaka 8 hivi 9. Miaka 8 katika wokovu. Wow. Sasa hii lazima umesoma vitu vingi vya akili. Ndio. Na unaweza ukaushauri mtu ambaye anazuazua katika imani. Kabisa. Amen, ni vizuri sana ndani wa Yesu. Naam. Nafurahia sana kusikia mahali Mungu amekutoa. Na sasa kwa hizo miaka tuseme 8 za wokovu. Mtu huwa anakuwa, watu wanakuwa tofauti, mwingine anafocus ama anapendelea sana
huduma ya njia hii, mwingine anapendelea huduma ya njia hii. Naam. Pengine nikikuuliza ni huduma gani kanisani umeipenda sana, umeibeba hata ukiwa katika sehemu zako za kazi, wapi unasikia I have a calling, I must attend something. Kuna kitu kama pengine uimbaji, kama vile uongozi mwingine tu, ni wapi unasikianga hapa ni kama Mungu ameniitia hapa? Okay. Mimi naweza sema automatically mimi ni kiongozi. Kwa sababu tangia nikiwa shule ama tangia nikiwa mdogo roho ya uongozi niko nayo. Shuleni mimi nimekuwa kiongozi tangia nikiwa mdogo. Tangia nikiwa lower classes nimekuwa ni kiongozi. Yaani ilikuwa ikifanyika hivi ama kulikuwa na mkutano tuuchague viongozi na kujipata nimechaguliwa. Nilipomaliza shule nikakuja mtaani kuingia katika vikundi vingine pia nikapata bado na uongozi unanifuata. Nilipokuja kanisani nikapata bado uongozi unanifuata. So naweza sema kwamba calling yangu uongozi upo. Lakini kile kitu ambacho napenda kufanya sana katika nyumba ya Mungu ni uimbaji. Hiyo ndio kitu ambayo ninapenda. Yaani mimi nikiimba ninasikiaga niko sawa. Unasikia kuimba kucheza mimi nasikia niko sawa. Hiyo ni kazi nzuri sana, hata mbinguni tutaenda kuimba. Unajua kuna kazi moja iko mbinguni ambayo ni ya kuhubiri. So ukiona mhubiri mwambie atie bidii sana, kazi yake inaishia hapo. Amen. Lakini mtu kama wewe mhuduma wa uimbaji pia kule mbinguni tunaenda kuimba. Haleluya. Amen. Okay, ndani wa Yesu ni pengine nipende kujua ni huduma gani yenye unaweza shauri mtu ashikilie kwanza wakati ameingia tu kwa wokovu tu leo. Wengine sasa wewe ndio ule mwaka wako wa kwanza sasa. Umebatana na mtu mwingine kule nje unaleta kanisani. Ni kipi cha kwanza utamwambia hebu zingatia hiki? Hebu do how to this one. Hebu hii kwanza shikilia kwanza mpaka isimame alafu nyingine. Unajua kuna vitu zingine mtu akiokoka hivi mpaka tumpeleke na hatua. Hatuwezi mwanzishia juu. Sasa ni wapi unasikia unaweza sema huwa panajenga mtu kwanza, panampea good foundation katika wokovu? Okay. Kwa mimi naweza sema kwamba kila mtu ako na calling yake. Ndio. Mungu hakuumba mwanadamu tu. Aliumba mwanadamu na akauweka kitu ndani ya mwanadamu. Sasa naweza nikaja ama unaweza kuoka kama leo nikakwambia wewe shikilia uimbaji kumbe wewe si muimbaji. Nikakwambia shikilia kuhubiri kumbe wewe si mhubiri. Nikakwambia shikilia katika intercessory kumbe wewe hata hauko huko. Sasa ile huwa naweza ambia mtu, naweza uliza mtu, ni nini ungependa kufanya katika nyumba ya Mungu? Kile unasikia msukumo nacho. Ndio. Sasa akisema mimi huwa najisikia kupenda kuimba, nitamwambia basi shikilia hapo ndio kwako. Akisema mimi napenda maombi sana, shikilia hapo. Akisema mimi napenda kuhubiri ama kusoma neno, shikilia hapo. Unamtafutia nafasi. Kwa sababu sasa nikikwambia wewe enda huku na kumbe wewe hata huko nitakupoteza. So kila mtu astiki kwa ile calling yake. Katika ile sehemu yako ambayo umewekwa. Ndani wa Yesu. Naam. Kuna watu wengi sana hawana bado hawajarecognize ile calling wako nayo. And they are there. Wengine hata wamemaliza miaka mingi kanisani. But they are there, no growth, no change. Na huyo mtu hata unajua mtu kama huyo hata shetani kumpiga ni haraka sana, sababu anasema so far nimekaa kwa wokovu sijaona matunda yake. Naam. Nataka tu mshauri mtazamaji yuko pale. Amekaa katika wokovu na pengine hajaona matunda yake. Na kwa sasa tunavyoongea ndio ako karibu kukata tamaa. Anasema if it's like this acha tu ni relax. Okay. Mtu kama yule utamshauri aje wewe kama mtumishi wa Mungu? Naam. Mimi sana kama mtu ambaye uko na miaka yako katika imani. Okay. Naweza sema ya kwamba kitu ya kwanza mtu anafaa kujua ni ajitambue kwanza. Ukishajitambua wewe ni nani katika ya Mungu, itakuwa rahisi kwako.
ujifahamu wewe ni nani kwanza. Huwa nasema kwamba jiulize kwa nini Mungu alikuumba. Na wakati alikuumba, alikupea nini? Kwa sababu mimi I hope kwamba hakuna mtu ambaye aliumbwa na akakosa kupewa kitu na Mungu. Sasa wakati mtu amekuwa katika kanisa lakini hakui kiroho ama hakui katika ile huduma yake, maybe hajatambua huduma yake, kitu kama hiyo, naweza sema tu, unaona hata talanta mtu hufahamu ama hujua talanta yake kwa ule msukumo wa kitu fulani. Hivyo ndio utaweza kufahamu talanta yako. Sasa hata ukiingia katika kanisa, kile kitu ambacho unasikiaga kwa moyo wako sana, hicho unapenda, hiyo ndio huduma yako. Itilia mkazo, iombe. Na Mungu atakuonyesha njia. Hauwezi kaa katika nyumba ya Mungu bure. Na kama kuna mtu ambaye anakaa katika nyumba ya Mungu amekaa labda miaka 10, 20, hajaona matunda wala haoni manufaa ya kuwa mwokovu, rudi nyuma. Naweza kushauri tu, rudi nyuma, rudi chini. Piga magoti, muulize Mungu, huduma yangu ni gani? Hakika Mungu ni mwaminifu, atakujibu. Na kama hatakujibu direct, atatumia mtu ili akujibu. Na lazima utajitambua. Mwambie tu Mungu, mimi nataka nijielewe. Nataka nijue huduma yangu ni gani ili nikakutumikie. Kwa sababu hiyo huduma ambayo Mungu amekupa si yako. Alikupa ili ukamtumikie zaidi na ukaweze kuinua mtu katika viwango kupitia hiyo huduma yako. Nakuelewa. Naam. Kweli Mr. Dani wa Yesu naongea kitu na anajaribu kureflect, naona ni cha ukweli. Ndio. Sababu ni kweli kabisa kuna watu wamekaa katika wokovu, wameshikilia sheria za Mungu, wametembea na mambo mazuri wanafanya. Kama Nicodemus katika Biblia, anasema unajua yeye kwa kipimo chake alikuwa amesema ni sheria za Mungu. Akaambia Yesu amezifuata zote lakini bado kuna kitu anataka. So hata kama wewe msikilizaji na mtazamaji umekaa kanisani ukatulia sana, ukaona hata mambo yamekuwa ya kawaida sana, Minister Dani wa Yesu amesema urudi chini. Kuna kitu inaitwa end of self. Unasema mimi zaidi hapo siwezi tena. Hebu Yesu jaribu kunionyesha njia. Kabisa. Na hiyo ndio kitu kimoja katika wokovu na katika kusamehewa dhambi na katika kuinuliwa na Mungu. Mpaka uende chini useme Mungu, I have tried my way lakini imeshindikana. Hebu njoo. Chukua sukari. Ni kweli kabisa. Dani wa Yesu. Naam. Najua wewe ni umekaa katika ujana wako. Ndio. Umeona Bwana. Kufika mahali umefika sasa hii. Naam. Umeona Bwana. Ndio. Nataka uambie mtu ameingia kwa wokovu hivi karibuni. Naam. Njia kadhaa za kumsimamisha katika wokovu. Okay. Mpe tu njia kadhaa, mwambie ndugu yangu shika hivi na hivi na hivi, usimame katika imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Labda kuna mtu pale nje amekaa ama ameokoka, hana muda mrefu katika wokovu. Mtu kama huyo naweza kumwambia wokovu ni rahisi na ni ngumu. Kitu ya kwanza, ukiwa umeokoka na hauombi, hiyo ni kitu ambayo inaweza kukuangusha 100%. Ukarudi nyuma ukajipata mahali ambako ulitoka. Moja, kuomba. Ya pili ni kusoma neno la Mungu. Sio kusoma tu. Biblia inasema nini? Kusoma na kuielewa. Sasa unaposoma neno la Mungu na ulisome tena na ulielewe, utafuata njia za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na itakupeleka mbali. Ukilisoma neno la Mungu na uliweke katika akili ama katika moyo wako, litakuongoza katika maisha yako. La tatu, funga. Nataka usikie vizuri. Mwanzo umeambiwa omba. Ya pili kaambiwa soma neno la Mungu. La tatu kaambiwa funga na uombe. Kwa sababu hata Yesu aliambia wanafunzi wake wakesho wakifanya nini? Wakiomba. Ombi ndio silaha ya kila kitu. Na unaweza ukaomba na ukafika wakati ukawa
maombi yako yako dry, hayapenyi, rudi nyuma, ingia katika mfungo. Unaweza funga siku moja, siku mbili, siku tatu, ama hata mwezi, kulingana na neema yako ambayo Mungu amekupa. Kufunga hakuna sheria. Hakuna sheria. Uko free, unaweza amua wacha nifunge kuanzia asubuhi mpaka saa 6. Si bora katika moyo wako umejua kwamba umefunga. Umejinyima. Unajua kile unachotaka. Hakuna mtu atakuuliza. Ni wewe na Mungu wako peke yake. So, maombi, kusoma neno la Mungu, kufunga, alafu sasa wewe uliokoka ambao sio muda mrefu, jaribu kujitenga. Biblia inasema kwamba anayeshika jembe akiwa tayari kwenda shambani, alafu aangalie nyuma, hafai katika nyumba ya Mungu. Sasa wewe kama umeokoka, umeamua wacha nifuate njia ya Kristo, alafu uangalie nyuma mahali umetoka. Mbona wabali ni kama wanafurahia sana. Utarudi nyuma, utajipata umerudi tena nyuma. Kumbuka mke wa Lutu aliambiwa nini? Endeni na msiangalie nyuma. Lakini yeye kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea kule nyuma. Kuna mambo alikuwa ameyazoea. Labda kuna yale maisha ambayo alikuwa anaishi ya raha, marafiki zake, vitu vyake, mali zake. Sasa akawa yuaenda, lakini akili yake haiko kule yuaenda. Akili yake iko mahali ametoka. Sasa alipogeuka, akageuka nguzo ya chumvi. Sasa hivyo ndivyo tunaambiwa. Ukiamua kuenda mbele, songa. Usirudi nyuma wala usiangalie nyuma. Ukiangalia nyuma utajipata umerudi mahali ulipo. Na wewe katika moyo wako umeamua. So, unapookoka jitenge na marafiki. Na unaweza ukashindwa kujitenga. Lakini kupitia maombi, kupitia kusoma neno na kupitia katika kufunga, watajiondoa wenyewe. Mungu atakuondolea marafiki wale ambao walikuwa ni wabaya, akuletee marafiki wazuri. Amen. Mtazamaji, natumai unabarikiwa na mawaidha unayopewa hapa na minister. This is a minister, gospel minister. Anakuambia uombe na kuambia usome neno la Mungu. Unajua Yesu aliambiwa na shetani angeuze jiwe hiyo mkate. Hatuishi kwa sababu ya chakula peke yake. Japo ilikuwa inawezekana. Lakini ni challenge. Hapo inanipea ufahamu kwamba usiwe kubaliana na shetani kabisa. Sasa sasa kwambia fanya hiki ufanye. Ufanye kabisa. Sasa Yesu mwambia hatuishi kwa mkate tu. Mkate peke yake. Bali nini? Katika kila neno linalotoka kwa kinywa cha Bwana. Sasa sisi hatukai katika mambo ya hivi. Ndio. But we are sustained by the word of God. Yeah. Nasemanga hata kama ni situation fulani imekushika, tafuta neno. Yes. Mungu anasemaje kuhusu hiki kitu? Yes, sasa ndio silaha. Kabisa. So, mimi sasa nakwambia uje neno la Mungu. Na akasema sio sikia tu peke yake. Soma, uelewe na uifanye. Kabisa. Katika Mathayo 7:24 mpaka 26 anasema anasikia neno la Mungu na atendi anafananishwa na mtu mjinga aliyejenga nyumba yake katika mchanga. Naye yule anayelisikia na kulitenda anafananishwa na mtu mwerefu aliyejenga nyumba yake katika mawe. Dhoruba na mawimbi yalipokuja, nyumba ilikuwa thabiti. So usikie neno la Bwana na ulitende. Sema tena ufunge. Yesu mwenyewe anasema kuna mapepo mengine hataondoka pasipo kufunga na kuomba. Nakwambia tena ujitenge. Usikue wewe ile timu yako mlikuwa mnafurahia sana katika mambo ya dunia. Bado unataka kwa Mungu na bado unaenda naye. Watakutanisha bado haujasimama. Kingine ninaweza kuongezea pale ni kwamba utafute mchungaji mzuri ako na maono mwenye anaweza akakurekebisha na utabarikiwa sana kabisa. Nafikiria haya maneno ya ndani wa Yesu yamekubariki sana. Nami ndani wa Yesu nakushukuru sana kwa kupata nafasi yako kukubali kuongea nasi na kuongea na watazamaji wetu pale. Nashukuru sana. Nataka pengine sasa nipende tu kujua kidogo zaidi kuhusu ningependa kujua huyu ndani wa Yesu ninaweza mpata pataje? Unielezee, umetuambia wewe ni mwimbaji. Ndio. Tuelezee nyimbo zako tunazipata aje, wapi?
Mwelezee mtazamaji. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Dani wa Yesu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Aliwachana na nyimbo za kidunia. Akarudi kwa Mungu. Kuna wimbo ambao mchungaji wangu alikuwa anapenda sana, wimbo wa kidunia. Nilikuwa ninaimba. Huo wimbo by the way ulikuwa ni mzuri. Huo wakati. Kwa sababu kuna kasichana nilikuwa ninaimbia, nilikuwa nakapenda sana. Nilikuwa naimbia kwa kasichana. Naweza tupatie mstari mmoja? Nilisahau. Kwa sababu sasa tumetoka huko. Ya kale yamepita. Hata Biblia inavyosema. Na kwamba ya kale yamepita, tazama sasa yamekuwa mambo mapya. Sasa okay, I may sing it, lakini sasa nitakuwa ninarudi kule tena. Lakini wewe jua kwamba kuna kawimbo nilikuwa nakapenda sana, nilikuwa naimbia kasichana, kalikuwa kanaitwa Fauzia. Na ulikaoa? Hapana. Okay. Ilikuwa ni nuru na giza. Wakati nilipookoka nuru na giza kila mmoja akaenda upande wake. Okay. So sasa nikaokoka na nikajua Mungu na nikawachana na hizo nyimbo. Though nilistruggle sana. Kutoka kwa dunia kuingia kwa Mungu ni ngumu. Inataka mtu ambaye ameamua katika moyo wake. Na vivyo hivyo nilistruggle juu nilipoingia mtumishi aliniambia sasa wewe anza kutunga nyimbo za Injili. Sikudanganyi. Miaka karibia 6 na struggle kutunga nyimbo za Injili. Nikitunga wimbo najipata nimerudi kwa nyimbo za dunia. Nasikia hiyo beat hiyo inaendana hivyo. Yaani wimbo unakuja kabisa naandika, lakini sasa najipata nimerudi tena naanza kuweka maneno ya kidunia. Nikasema sasa labda Mungu hataki niimbe huku. Nikanyamaza na nikatulia. Lakini siku moja nikiwa kwa ndoto Mungu akaniletea wimbo. Wimbo wenyewe unaimba aje msikilizaji sikia hii? Huo wimbo niliuletewa kwa ndoto, nililetewa chorus, unaitwa Hekima. Sasa pale ukakuja na imagine wimbo wa worship. Na mimi nilikuwa si worship kwa huo wakati. But Mungu akaniletea wimbo wa Hekima ambao katika tu maneno nilikuwa ni maombi pia. Ya kwamba Mungu aujaze moyo wangu na hekima yake. Ili yale ambayo nitakayofanya yote yakuwe ya kumpendeza Mungu. Kile ambacho nitakifanya kiwe ni cha hekima. Sasa nashukuru Mungu akaniletea wimbo wa kwanza nikaandika, akaniletea wa pili, wa tatu, wa nne na tunaendelea. Nyimbo ziko nyingi sana. So, kunipata kwangu unaweza nipata YouTube. Nyimbo zangu ziko YouTube. Dani wa Yesu, andika tu Dani wa Yesu. Nyimbo zote utazipata pale. Dani wa Yesu. Dani wa Yesu. Hakujaongezwa kitu kingine. Hakuna kitu kingine. Okay. Dani wa Yesu. Nyimbo zote zinakuja pale. Hebu tupe nyimbo 2-3 hivi. Wimbo wa kwanza unaitwa Hekima. Wa pili ni Yesu, unaitwa ni wewe Yesu. Okay. Kuna Neema, kuna Asante. Okay. Na kuna zingine nyingi. Na kuna zingine zinakuja. Nyingi zinakuja. Okay. Kwa hivyo uweze nipata hapo peke yake. Kwa sababu YouTube watu wengi tuseme sasa wanaingianga huko. Unaweza pata YouTube, nyimbo zangu ziko kwa Mdundo, ziko kwa Spotify, ziko kwa tuseme karibia platforms zote. Niliziona kwa Audiomack. Ziko. So katika platforms zote za muziki unaweza pata nyimbo zangu. Okay. Na amesema umtafute Dani wa Yesu, usiongezee kitu kingine. Kila mahali ni Dani wa Yesu, utaona nyimbo pale kama umesema Asante, Neema, Hekima. Okay. Wewe Yesu. Na ndio mtu sasa ajue huyu ndo Dani wa Yesu. Na ndio tu tushikie wimbo moja tu kidogo. Punguzie moja tu kidogo. Unapenda wimbo gani? Tushikie tu moja tu. Anataka kusikia hiyo sauti yenye umesikia hapa kama ndio watasikia kule. Kama vile Solomoni alivyoomba hekima yako Baba, nami Yesu naomba unipe hekima yako. Maongeo yangu Bwana yawe ya hekima, mawazo ya moyo wangu yawe ya hekima. Kutembea kwangu Bwana kuwe kwa hekima, maamuzi yangu Bwana Yesu yawe ya hekima.
Ujaze moyo wangu Bwana na hekima yako, unipe na maarifa Bwana maishani mwangu, unipe na maarifa Bwana maishani mwangu. Jaza moyo wangu na hekima yako, jaza moyo wangu Bwana na hekima. Hebu tushikie nyimbo hapo, nimesikia ukiita, umeitaje? Ni wewe Yesu. Yes. Siku ya kwanza ya juma, alfajiri na mapema, that's my favorite. Waliondoka wanawake wale kuelekea kaburini, mikononi mwao manukato, tayari kwenda kumpaka Yesu, bila kujua kwamba Yesu hayupo mle kaburini. Njiani walisema huku wakisemezana, hivi ni nani tena atavingirisha lile jiwe? Walipofika walishangaa kuona jiwe halipo, na mwili wake Bwana Yesu haupo mle kaburini. Yesu, 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 ni wewe Yesu, uvingirishe. Haleluya! Sasa sauti umesikia msikilizaji na mtazamaji, sauti ndio hiyo. Yesu, 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 ni wewe. Hiyo nyimbo ni nzuri. Kama ulikuwa hauna mwimbaji wako favorite, nimekupatia wangu. Haleluya. Kama unataka kusikia hiyo nyimbo, nienda tu YouTube. Hata alipopote kusema ni wewe Yesu. Hiyo nyimbo ni nzuri. Sema siku ya kwanza ya juma. Yaani ni Biblia kabisa. Wale wanapenda gospel ndio hiyo sana. Naam. Okay, unaweza mwambia nini mtu ambaye anatarajia kwenda studio kesho? Kwenda studio? Anasema okay, acha nijaribu. Nione itakuwaje. Okay. Usiogope. Kwa sababu gani? Kama uko na wito na uko na nyimbo na unaona hizi zinaweza zikabariki mtu, enda studio. Okay. Lakini sasa studio sio bure. Tafuta pesa, enda studio. Na sio kila wimbo unaweza imba. Naweza ambia mtu ya kwamba wakati unatunga wimbo, hakikisha huo wimbo unakubariki wewe kwanza. Ukisha kuhudumia, hata ukienda studio ukiimba, ukirekodi, ukienda kwa wengine utawabariki pia. So wewe barikiwa, alafu enda bariki watu. Enda studio, usiogope. Hata wewe kama unataka kwenda, mimi nataka kwenda sana. Na ukitaka nitakusaidia. Amen. Tutaenda na wewe. Amen. Niko na nyimbo kadhaa pia mimi. Naam. Sauti yangu sio mbaya sana, inaweza kuimba. Amen. Tugusie kawimbo. Mimi nimeimba. Nimeimba. Kuna nyimbo nimeimba na huyu ndugu hapa inaitwa Asante. Nimekumbuka hadi zako kwa watu wako Baba, asante. Tena umekumbuka fadhili zako kwa watu wako Baba, asante. Uliyotenda kwa maisha yetu ni makuu sana Baba, asante. Hiyo ni sauti yangu. Niseme nini Baba kwa yale umetenda? Ninashukuru Baba, asante. Kufika hapa si kwa nguvu zangu, bali ni wewe Baba, asante. 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 Haleluya. Kwa wema wako Baba, asante. Asante. Asante Baba. Haleluya. Kwa nguvu zako Baba, asante. Amen. Hiyo katika nyimbo za ndani wa Yesu amenishirikisha. Amen. Umesikia hiyo matamshi, amenishirikisha. So ni Willy Malonza katika YouTube na mahali popote. Na pia mimi I like worshiping. Yes. Na soon nita launch show yangu ya maabudu peke yake. Tutakuwa tu tunaingia pale tunafanya maabudu, na kama watu unapenda maabudu
unaweza nitafuta, tunafanya pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa inaitwa upper room experience. Upper room experience. Yani Upper room, chumba cha juu. Huyu Cha kuabudu. ashaelewa huyo. Yesu wakati amefufuka amewambia wanafunzi wake wakutane katika chumba cha juu. Sasa pale kule, kama wewe ni msomaji wa Biblia vizuri, utapata kwamba ni mahali walienda kuabudu. Na Yesu katika hayo maabudu, Yesu hapo ndo alikuwa na nia ya kuwaletea Holy Spirit. So pale katika upper room experience, we are experiencing the move of Holy Spirit. So it will be a show filled by the Holy Spirit. Watu tutaingia pale, tutaabudu, na wale hawataweza kufika tutawatumia kwa mtandao, tutafanya pamoja. Amen. So ndani wa Yesu, nakushukuru sana. Actually you have inspired me a lot. Kuna vitu vingine hata sikuwa na uwezo wa kufanya, umenishika mkono. I think you are a good brother. You are a good brother. Na mwingine tu mwenye unaweza kuwa na swali, maybe kuna kitu kimekukwamia katika imani, unaweza mfikia ndani wa Yesu. Ningependa awaambie page yake ya Facebook, maybe na Instagram unaweza kumpata haraka. Hata namba yake ya simu acha tu awapatie, maybe hata unaweza penda kushiriki katika Nijue Show ama katika Upper Room Experience. So unaweza kufikia ndani wa Yesu. Ukimfikia ndani wa Yesu, umenifikia mimi. Ukinifikia mimi, umefikia ndani wa Yesu. So ndomba ndani wa Yesu atuambie vile tunaweza mpata katika social media ya Facebook na Instagram, na atupe namba yake ya WhatsApp, na hiyo tunaweza piga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naam, sasa mimi ninapatikana katika mitandao yote ya kijamii. Kwanza tukianza na Facebook. Facebook inapatikana ama najulikana kama Min Dan wa Yesu. Min ni minister Dan wa Yesu. Sasa ukiandika tu Min Dan wa Yesu anakuja pale. Ukiingia Instagram Min Dan wa Yesu. Ni wapi pengine tutapatikana? Tupatie namba ya WhatsApp na maybe tunaweza penda kukupigia. Sawa. My WhatsApp number ni 0715566399. Okay. Au 078527 nimesema nini? Anza tena. 07 Yes. 85 47 Yes. 36 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, you can use the first number. Wacha tumia ya kwanza. Natumia tu hiyo moja ya kwanza ambayo ni 0715563399. Hiyo ndio rahisi kushika. Hiyo ingine ni ya Airtel. Mimi namba yangu ya Airtel si hata siwezi shika. So hivyo unaweza pata ndani wa Yesu. TikTok mimi ndani wa Yesu. Okay. Niko pale. Okay, support ndani wa Yesu, niingia kwa YouTube yake. Na by the way hiyo ndio M-Pesa namba. Hiyo WhatsApp ndio M-Pesa namba. Unaweza ni support pia kwa kitu pale. Okay. Hii show tuweze kuipeleka mbali. Kweli. Ikafikia watu wengi. Yeah. So nilikuwa nasema hivi, katika YouTube tafadhali ingia tu YouTube. Sawa, ingia YouTube, angalia ndani wa Yesu, angalia pia Willy Malonza jamani. Sawa, na mambo itakuwa sawa. Ningependa ndani wa Yesu tukimalizia, uambie tu neno moja, uambie walokole, umewaita walokole. Uambie neno tu moja na uambie kanisa jambo moja. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walokole mimi nawapenda kwanza kwa upendo wa Yesu Kristo. Yes. Unaweza kujiunga. Unaweza enda katika makanisa mengi by the way. Lakini ukapata kanisa ambalo unaweza liita kama lako. Kwa sababu gani uliite lako? Umepata mzazi wa kiroho ambaye anakukuza vizuri. Mimi nikija hapa ama katika hii kanisa ya Jesus Liberation Ministry, I was nothing. Yes. Sikuwa na chochote. But for now ninashukuru Mungu kwa sababu amenisaidia. Japo sijafika mbali sana, lakini mahali nimefika nashukuru mtumishi wa Mungu Bishop wangu Stephen Mulei. Yes. Kwa kunilea vizuri. Amenilea
nikiwa sina huduma, niko na huduma saa hii. Amenilea nikiwa sio minister, sio chochote. Sasa mimi ni minister, niko na heshima na heshimika. Bwana Yesu asifiwe. So sio kila kanisa utaenda utalelewa vizuri. Tafuta mchungaji mzuri, na kama hauna njoo kwetu. Kweli. Tafuta mchungaji mzuri ambaye atakulea, mzazi, sio mchungaji tu. Waambie kanisa lako liko wapi? Nimeambiwa kanisa langu liko Mombasa, Likoni, sehemu inaitwa Kona Mbaya. Fika Kona Mbaya pale kuna junction inaingia sehemu inaitwa Bububu. Tuko katika shule inaitwa Bububu Elite, nyuma yake kuna kanisa ingine kubwa sana Likoni. Hiyo ndio kanisa letu, tunashiriki pale. Amen. Na kabla sijaondoka, tuko na Vijue Show episode 2. Yes. Ya episode 2 ambayo inatoka soon, hivi karibuni. Wewe unaweza kimbia tu pale ukaisubiri pale kwa YouTube. Ingia pale, subscribe, alafu utulie. Muda kidogo tu utaipata episode 2, episode na season 2 inakuja. So mimi sina mengi ya kuambia. Si Mungu awabariki sana. Kabla hujafunga, hebu mwambie yule kijana ambaye aende kanisani na anasema ameokoka. Neno moja tu. Ndugu yangu ambaye unanitazama, wewe kanisani, hana mchungaji, na unasema umeokoka. Sasa unafanya nini? Umeokoka aje? Unasema namjua Mungu. Unamjua Mungu lakini hufahamu. Unajua kuna tofauti ya kumjua na kufahamu. Sasa wewe toka, acha kujidanganya. Kwa sababu utaregeshwa nyuma, utarudi nyuma sasa hivi. Tafuta kanisa, enda. Kama huna kanisa, tumia hizo namba zangu. Nitafute kwa mtandao wa kijamii. Utanipata, nitakuelekeza. Wacha tumwambie tena tukiwa wawili. Tumesema wewe kijana ambaye uendi kanisani, uache kufanya nini? Uache kukaa nyumbani. Uache kujidanganya. Tafuta nani? Tafuta mchungaji. Na uende wapi? Na uende kanisani. Basi tunamalizia show yetu. Nitafute nikulete kanisani. Tafuta Dani wa Yesu katika Facebook, tafuta Willy Malonza katika Facebook. Tunataka kupeleka kanisani. Bwana Yesu akubariki sana. Wacha nimwachilie mgeni wangu leo, Dani wa Yesu. Asante sana. Ngoja sana. Wakati mwingine ukiniita, usiniweke njaa. Okay. Hakikisha kuna mapochopocho. Okay. Now, that one is very settled. Next time nitakulisha. Unajua ile samaki wa kule Kisumu, mbuta. Ule samaki nitakulisha, nitakulisha vitu vingi sana kabisa. Amen. Amen. Mungu akubariki. Nimeshukuru kwa kunihost. Okay. Mungu akuinue zaidi katika level zingine. Na by the way, hiyo nitaita show ama nitaita nini? Hiyo upper room. Upper room experience. Tunaingojea sana. Okay. Hiyo kwanza ninaitamani sana ikuwe hata kesho. The first one nitafanya na ndugu yangu. Huyo ni ndugu yangu. Tumetembea kwa njia nyingi sana na ndugu yangu. So, episode 1 ya Upper Room Experience. Yes. We are releasing it soon with the minister Dan wa Yesu. Bwana Yesu akubariki sana, ubarikiwe sana. Amen. Shalom.